nawaza mimi, nawaza natembea peke yangu. Usiku umefika na hangaika na mkumbuka Karonga. Ikisubutu kukufikia tu, basi hakikisha kichwa chako nakitoa. Vipi mwanangu Ngoso? Poa, mambo vipi? Freshi? Naona mapanga vipi lakini? Baba wewe acha tu. Saizi nimekimbia huko na huyu. Nimekimbia mbele ya ami yake. Kwa hiyo naomba unihifadhi hapa kwako kwa muda. Mpaka nitakapojipata, mimi nitatafuta sehemu nikae. Yaani nikusaidie kwa muda, alafu utafuta sehemu utakwenda. Kivipi yani? Namaanisha nahitaji nikae kwako na huyu. Ngoso, umekuwa nani we? Eti umekuwa Sharkani au Van Damme au Rambo? Maana Rambo ndio mwenye nguvu kama hizo wa kupigana, utafuta mapanga kama hayo. Naomba unisaidie rafiki yangu. Hilo usiwaze Ngoso. Wewe umekuwa rafiki yangu na hakuna mkate mgumu mbele ya supu. Ingia ndani mwanangu. Hilo utambue mtu wangu, hii ni kesi. Kesi. Fresh. Okay. Mume wangu, vipi? Mbona hamkani kama hivyo tena jamani? Wewe nilikwambia huyu Ngoso si mtu mzuri. Ukaniambia mtoto tumpe Ngoso. Angalia leo kilitokea. Hivi Ngoso mimi nimekushikia panga. Anishikia panga atakunijia mimi. Basi mume wangu, hebu tuliza kwanza muka. Relax hebu kwanza. Jamani. Sikiza mke wangu. Nikwambie mimi kwa hili siwezi kuvumilia. Ngoso si mtoto mdogo tu yule. Azaliwa namuona. Leo afikia hadi kunishikia mipanga. Ile swali hata sikubaliana nalo. Haiwezekani. Stahamili. Haya ni maisha tu. Ipo siku yatakwisha. Hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho mume wangu. Mimi naamini haya yatapita. Haya ni mapito madogo tu mume wangu.
Usiwe hivyo basi, stahamili babangu. Sikiza kwangu nikwambie. Yaani naumia sana. Moyo unaniuma sana. Laiti kama ingalikuwa kakaangu yupo. Yes, ingalifika yote haya. Ila kakaangu hayupo. Kaka uko wapi? Niangalie ninavyoteseka mimi. Nazalilika. Basi mume wangu, nenda nyumbani kapumzike, kwa sababu nakuona umechoka, hata akili yako sasa hivi haifanyi kazi. Nakuomba babangu, nenda kapumzike. Na unaenda? Mimi naenda zangu nyumbani. Mpaka sasa hivi muda huu. Mume wangu, najua tena mambo ya hapa na pale, na ndio maana nimechelewa hata kwenda dukani, lakini usijali babangu, mimi sasa hivi narudi. Nitakuja kupikia sasa hivi. Sawa, wewe nenda. Vipi, naona umenitia hapa, pana shida gani? Ndiyo, shida ipo Ngoso, na shida iliyopo naomba kuanzia hii leo humu ndani usilale tena. Kwa nini? Wanuliza kwa nini? Wazazi wake wanajua kama mimi ndo rafiki yangu na ishi yote wanifahamu. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, kwa sababu jana nililala na roho mkononi, naomba Ngoso ukatafute sehemu nyingine ukalale. Mimi sitaki matatizo. Wewe mume wangu, najua una mawazo makubwa sana, lakini usijali, haya mambo yatamalizika mume wangu. Ni kweli mke wangu, hicho unachosema uko sahihi. Nina mawazo mengi sana na nina vitu vingi nafikiria. Yaani sasa hivi hapa nafikiria niende polisi au kwa mjumbe, lakini hili mimi sitokubali na stories kanalo. Mume wangu, nisikilize nikwambie, haina haja kwenda kwa polisi wala kwa mjumbe, kwa sababu kesi hizi unapozipeleka si rahisi kuzipata mapema. Ushanifahamu? Ninalokuambia mimi, yule Ngoso ana rafiki yake anaitwa Kiruba, na kituo chake kikuu ni kule kwa yule rafiki yake Kiruba, na hana pahali popote pa kwenda zaidi ya kule. Nadhani tukenda sasa hivi tutamkuta, nadhani na binti yetu pia tutamkuta. Hivi ninavyokuambia sasa, nataka tuondoke twende zetu kule tukamfuate na tukamuulize Kiruba Ngoso yuko wapi. Ni kweli mke wangu, umetoa wazo zuri sana, na kwa vile wazo lako ni zuri, sasa haina muda ya kupoteza. Sasa hivi kabla watu hawajatoroka wafuatilie. Basi twende, haina shida kukaa hapa tukakaa tukapoteza muda, twende zetu. Mbona mniita hapa, kuna nini? Kiruba ametufukuza kwake. Katufukuza?
Kwa nini ametufukuza? Kwa sababu asema ogopa kesi, hataki matatizo. Sawa, mimi wala sijali, hata tukilala nje sawa tu. Kwa nini hujali? Naogopa kukupoteza Ngoso. Kwa nini unaogopa kunipoteza? Kwa sababu nakupenda Ngoso. Hata mimi nakupenda wewe tu. Bila wewe siwezi kuishi. Hata aje nani, siwezi kukuacha. Mimi napata nguvu sana na ujasiri naposikia maneno yako matamu kama hayo. Ngoso, nikwambie kitu. Unaniahidi hutaniacha? Siwezi kukuacha, hilo nafikiri linajulikana, na ndio maana nikapata nguvu za kumpiga hata baba yako. Naogopa. Bwana mama. Saumu! Saumu! Njoo mwanangu. Hivi jana kaka yako alirudi hapa nyumbani? Hapana. Hakurudi? Ndio. Haya. Yaani vijana wa siku hizi kwa kweli wanashangaza. Yaani jana kumwambia yale maneno tu, tena si kwa ubaya, kwa ajili yake yeye mwenyewe. Kakasirika mpaka leo hii hajarudi hapa nyumbani. Kumkataza kwamba achana na yule binti, mtoto wa mzee Karonga, atakusababishia matatizo. Nimefanya vibaya? Ina maana nimwambie kipi huyu mtoto mpaka aniolewe? Mtoto mwenyewe ndo yeye tu naye mtegemea. Halafu nikae kimya limkute jambo, nani atakayeumia zaidi yangu mie? Haya, shauri yake. Kitakachomkuta huko ndo atajua kwamba mama alikuwa amenikataza, sikumsikiliza. Ona sasa, shauri yake. Ngoja mimi nikae kimya nimwangalie. Ngoso. Vipi, unaenda wapi? Naenda kushota maji, tukoge twende zetu. Hakuna shida, ila ninachokuomba rafiki yangu, usijisikie vibaya na wala usije kuona kama ninakufukuza kwa ubaya. Sijakufukuza kwa ubaya, elewa hivyo.
Usijali rafiki yangu, kwa sababu mimi nimekuwa tatizo saa hizi. Kwa hiyo kuondoa hili tatizo na wewe nisikusababishie matatizo, mimi ni kuondoka hapa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, kuwa na amani. Okay, ila tambue. Okay. Shemeji yangu vipi? Naona umepoa sana mpaka sasa hivi. Naona kwa sasa umepoa. Ila sasa hivi cha kufanya shemeji yangu, kabla ya kuondoka, wacha mimi niende dukani nikawatafutie maandazi, mje mnywe chai, ili mkiondoka wewe mshakunywa chai shemeji. Sawa? Toka. Nasema toka huku. Alafu mtoto unaonekana umezidi, si ndio? Ndio tabia gani hizi? Nakuuliza, si ndio tabia gani? Ina maana muda wote kutafuta huko, si ndio? Twende huko. Twende. Kiruba. Vipi? Naona umejinamia, kuna shida? Kosa Hafsa hayupo. Hafsa hayupo ndani Ngoso. Hafsa umempeleka wapi? Nawaza natembea peke yangu, usiku umefika na hangaika, namkumbuka wapi nitampata, mbona alinipenda sana, ndio nikamkana. Uko wapi leo? Rudi basi Kaila, rudi basi Kaila, rudi basi Kaila, rudi basi Kaila.